Mzee kakunja kabisa ise. Mdogo wangu, bado baba ana hasira sana. Ila usijali, nitajitahidi kuongea naye. Mama, kwa hiyo nawe hutaki kunipokea, unamsikiliza mume wako au sio? Sawa. Jamaa akaondoka kwa hasira. Yani hapo ndo alizidi kupagawa. Anaona dunia imemwelemea. Katoto ndo wako hapo kasusiwa. Sio mbele tu, hata nyuma ana. Ila akapata akili. Akaona ngoja kwanza. Moja kwa moja mpaka ndani ya kituo cha watoto yatima. Umesema umemuokota wapi? Pembeni ya barabara huko mtaa Likoma na Agley. Bana. Yaani mchizi kamleta mwanae kwenye kituo cha watoto yatima na kudai kuwa kamuokota. Mshikaji ana roho ngumu sana yani. Akatia saini pale. Chooni ni wapi? Zunguka kwa nyuma huko. Jamaa akatoka. Kumbe ndo anatoroka hivyo. Pasta akazama kwenye bajaji mbele. Mwanaume alijikuta anatokwa na machozi, nafsi na msuta. Akaona hapana, dereva, naomba turudi tulipotoka. Damu ni nzito kuliko maji, asikwambie mtu. Leo ilikataa kabisa, ngoja arudi kwa mwanae. Alirudi mbio, watu wanamzuia. Vipi, usilitaka kuondoka nini tena? Mania akawa anaomba msamaha tu. Jamani, huyo mwanangu nilipagawa tu. Haisee, mchizi alijutia kwa kitendo alichotaka kufanya. Aliomba msamaha sana, wamsamee. Anajua alichotaka kufanya sio sahihi. Hawakuwa na jinsi, ikabidi arudishiwe mtoto wake pale. Alishukuru sana na kuondoka naye. Dereva bajaji anashangaa. Huu ndo wanaume. Kashapata stori ya kwenda kuhadisia kijiweni hapo. Mtoto bana alikuwa ni wa kiume. Moja kwa moja jamaa alirudi kwa rafiki yake Amity. Kweli binadamu wewe, ulitolea wapi akili hizo? Alikushauri nani mbavu wewe? Amity alimaindi. Najua nimekosea sana, usinifokee basi, unanichanganya. Okay, poa, usijali. Tutamtafuta Sindu popote alipo. Mwamba akakataa. Siwezi kumtafuta mtu mwenye roho ya kinyama zaidi kunizidi mimi. Sitakuja kumsamehe kamwe. Halafu sikia, hapa kwako sasa hivi sky bure, nitakuwa nalipa kodi. Achana nalo hilo. We vipi? Yaani unataka unipe kitonga tu kila siku? Unanichukuliaje kwani? Una support We pididi nini? Mara ghafla mtoto akaanza kulia. Ikabidi wakamuite jirani aje kumbembeleza kidogo. Maana hao vidume hawajui kitu chochote. Okay, sasa amepumzika. Kama mkihitaji chingine chochote basi mtaniambia. Na pia kuna watu nitaunganisha nao. Kazi yao ni kunyonyesha watoto. Kwa sasa mwezi mpa maziwa ya ng'ombe. Lazima apate maziwa halisi at least ndani ya mwaka mmoja. Na jina lake anaitwa nani vile? Anaitwa Aditya. Mania alimpa jina lilojadili na Sindu kipindi ana mimba. Amity alimuuliza jamaa, haya, huyo mtoto akikua akimuulizia mama yake utamjibu nini? Hatakuja kuuliza swali hilo kamwe. Okay, basi taratibu za kumnyonyesha mtoto ziliendelea. Kana anafundishwa jinsi ya kumbadilisha nepi, jinsi ya kumbembeleza na mambo mbalimbali. Malezi sasa alianza. Mdogo yeye pamoja na rafiki yake Amity anamsaidia. Kazi ya kulea ilikuwa sio ndogo. Mania bado hakuacha chuo, aliendelea kusoma. Huku akirudi home anaendelea kulea. Mchizi akapiga zake pepa la mwisho akiwa na mwanawe. Wala haogopi. Siku moja Amity akiwa anacheza na mtoto anamwambia, sema mama. Mtoto akajibu papa. Mchizi alistuka sana, wakabaki wanafurahi tu. Maisha yalizidi kuendelea siku hadi siku. Mtoto alizidi kukua, sasa kanajielewa. Jamaa akamaliza chuo, akawa anapiga kazi za kujitolea, posho kidogo. Bado hajapata ajira ya maana sana. Mtu na baba yake walikuwa na vituko sana muda wote. Siku moja Mania akiwa zake supermarket, mara ghafla anashtuliwa hivi. Alikuwa ni mrembo fulani hivi anaitwa Sanjana. Sanjana alikuwa ni ex wa Mwamba kipindi hiko. Basi wakawa wanapiga story 1 2 3 pale. Vipi, unafanya kazi gani nao? Mimi najitolea tu kwenye kampuni moja hivi. Bado sijaajiriwa. Bado nipo tunatafuta kazi nzuri. Kama utojali kipindi hiki kazini kwangu